ni wengi wao wanafanya masuala mazima ya ufugaji. Mimi mwenyewe nafanya ufugaji, lakini katika swala zima la ufugaji watu wanashindwa sehemu moja tu. Wanaamini wakisha kuwa na mabanda wakaweka kuku imeisha. Hapana. Uliza watu wanaofuga kuku wa broiler wanyama, wanaofuga kuku wa mayai tu. Wale kuku wana changamoto. Lazima ni mtu wa kufanya ufuatiliaji wa kila siku. Ukimwachia mtu hivi utapigwa hasara ambayo utasema hakika ufugaji ni mbaya. Lakini nataka nikwambie ufugaji sio mbaya. Ufugaji unalipa endapo tu kama umeamua kufanya jambo lifanye kwa moyo mmoja. Ukiacha mtu lazima kisha na yeye anakuwa committed, anajituma katika hilo swala. Fuatilia masuala ya vitamin, fuatilia masuala ya antibiotic, zile tiba za kuweka mwili angalau ukae na virutubisho vya kukinga mwili. Hakisha unafuatia mlo kamili wa chakula. Kuwa na banda ambalo linaruhusu hewa kupita, ventilated room ambayo inaweza kuku wanapata hewa kutosha. Kuku wasibanane, umeelewa kuku wasibanane. Hakisha unafanya usafi wa mara kwa mara. Vitu kama hivyo vitakusaidia. Lakini kuku wana faida nyingi, unaelewa? Kuku wana faida nyingi. Unaweza ukapata mboga, ukapata mbolea, ukapata kipato unapouza kuku, ukapata kipato kupitia kwenye kuuza mayai, umeelewa? Kwa hiyo kuku wote wanaweza kulipa vizuri sana endapo tu ukiwa uko committed, umeamua kufanya hilo jambo kwa makini sana. Asante sana, endelea kufuatilia makala zangu hizi na usiache kusubscribe, kushare na kufollow akaunti zangu zote za Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kwa jina la Edwin Shengoma.